1905 katika mji wa Pongwe kisiwani Unguja. Ilionekana nyota ya jaha, nuru ya matumaini. Alizaliwa Sheikh Abeid Aman Karume. Sheikh Abeid Aman Karume alizaliwa katika mji wa Pongwe visiwani Zanzibar, ambapo baba yake aliaga dunia mnamo mwaka 1909 akiwa na umri wa miaka 4. Karume alipata elimu ya Qur'an na kuanza masomo yake ya kimsingi katika shule ya Mwera. Mnamo mwaka 1913 alihamia na mama yake kwa mji wa Unguja kuendelea na masomo yake, na huko aliishi na baba yake mdogo aliyekuwa sajin katika jeshi la polisi la mfalme. Lakini kwa bahati mbaya kipindi cha malezi yake kilikuwa miaka 3 tu. Na mnamo mwaka wa 1920 alifanya kazi kama baharia katika boti za usafirishaji wa mizigo mbele ya kisiwa, na hatimaye alipata cheo cha kamanda wa wafanyakazi. Na baada ya mwaka 1938 aliongoza kundi la boti la mvuke zilizobebea abiria kutoka na hadi bandarini. Kisha akaondoka Zanzibar katika miaka ya mwanzo ya maisha yake, akihamahama baina ya sehemu kadhaa za dunia hadi alipofika London. Hapo alipata uzoefu mkubwa katika jiografia ya kisiasa na masuala ya kimataifa wakati wa mikutano yake na wasomi wa Afrika kama vile Kamuzu Banda kutoka Malawi. Karume alishughulikia siasa kwa mara ya kwanza mnamo mwaka 1954 na katika miaka ya kabla ya mapinduzi ya mwaka 1964. Karume aliongoza chama cha Afro Shiraz kupinga muungano wa utawala wa Kiarabu ulioonekana kuwa na lengo la kudumisha utawala wa kisiasa na kiuchumi wa jamii ya Kiarabu. Mnamo mwaka 1964, ikiwa ni Januari 12, wafuasi wa chama cha Afro Shiraz walimshinda Sultan Jamshid bin Abdullah na kuanzisha utawala wa Afrika. Na Karume alikuwa kiongozi wa Baraza la Mapinduzi na kisha rais wa Jamhuri mpya ya watu wa Zanzibar. Sheikh Abeid Aman Karume alipewa jina la rais wa kwanza Zanzibar baada ya mapinduzi yake ya kukomesha ufalme wa Zanzibar. Tena kulingana na historia rasmi ya Zanzibar, Abeid Karume alikuwa kiongozi wa chama cha Afro Shiraz na ndiye mpangaji na kiongozi wa mapinduzi. Karume alichukua hatua yake ya pili muhimu ya kisiasa alipokubali kuunda muungano wa rais wa Tanganyika Julius Nyerere mnamo mwaka 1964. Ilikuwa ni Aprili. Muungano huo umesababisha nchi mpya itayo Tanzania, hivyo akawa makamu wa kwanza wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mnamo Aprili 7 mwaka 1972, Karume ameuawa na watu 4 wenye silaha katika makao makuu ya chama chake cha Afro Shiraz. Kwa hivyo siku hiyo inakuja kuadhimisha kumbukumbu yake. Ni siku rasmi nchini Tanzania na ni siku maalum kwa Watanzania kukumbuka mafanikio ya mtu huyo mkuu. Pia viongozi wa marais kusherekea siku hiyo kwa kwenda kaburini mwa Sheikh Abeid Aman Karume na kuweka maua juu ya kaburi lake na kusalia kwa ajili yake, ikiwa ni ishara ya kumuombea kwa Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu aipumzishe roho ya Abeid Aman Karume mahala pema peponi. Mimi ni Athman Mshana, sauti ya mamlaka.